Jana tuliangalia kuhusu sahaba Talha Ubaydillah, na tukaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu akifanya amali kwa ajili yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amali hiyo anaikubali. Visa vya leo vinaogopesha na watayarisha mapema, lakini ni mambo yametokea, lazima tusimulie tupate faida ndani yake. Kisa cha kwanza cha leo, kuna ndugu wawili kwa baba na mama, ndugu mkubwa na ndugu mdogo. Yule ndugu mkubwa akamsomesha ndugu yake mdogo mpaka akamaliza kusoma, na huyu ndugu mkubwa alikuwa na biashara. Akamuingiza ndugu yake mdogo kwenye biashara, akamshika mkono kwenye ile biashara, akawa anamuonyesha kazi, wakawa marafiki na ni ndugu kwenye biashara. Yule ndugu mkubwa akawa mgonjwa, akalala hospitali, na siku za mwisho akakaa hospitali miezi takriban 3. Huyu ndugu akajua kwamba yeye maisha yake duniani yamemalizika. Akamuhusia ndugu yake mdogo, akamwambia, mimi naona maradhi haya sitapona, mimi nitaondoka, mimi nakuhusia uangalie familia yangu vizuri na uangalie watoto wangu vizuri. Na yule bwana mdogo akamwambia mwenzake, abshir, sio na wasiwasi, mimi nitasimamia kila kitu. Yule ndugu mkubwa akaaga dunia, akabaki ndugu mdogo, na yeye alikuwa atekeleze wasia na ahadi aliyochukua kwa ndugu yake mkubwa aliyesimama na yeye. Jambo la kusikitisha, huyu ndugu mdogo baada ya mazishi akaanza vituko. Sasa akaanza kubadilisha property zote kwa jina lake, akabadilisha nyumba, akabadilisha shamba, akabadilisha kila kitu, na mwisho akawatoa watoto wa ndugu yake kwenye nyumba yao, wakawa hawana mahali pa kwenda. Wakakaa hivyo, wale watoto hawakutaka kwenda kotini, wakasema sisi tutaifanya sulh. Wakaitwa wazee, wakaelezwa kile kisa, wanakijua. Wazee wakazungumza na yule ndugu ya mdogo, hakutaka kusikia. Wakaenda msikitini, wakamwelezea imamu wa msikiti. Imamu akawaambia, nyinyi itabidi mshtaki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Wakashtaki kwa Mwenyezi Mungu. Haikupita muda, ile nyumba ya ndugu yake ambayo yeye ametransfer kwamba ni nyumba yake sasa, ukatokea wizi nyumba ya karibu tuna yule nyumba anaoishi yule bwana. Askari wakaja kupambana na wale wezi na majambazi. Katika heka ya kubadilishana rasasi baina askari na wale wezi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituma rasasi moja tu, ikampiga yule bwana kwenye mti wake wa mgongo. Tuseme rasasi a stray bullet, la. Mwenyezi Mungu ameituma ile rasasi ifanye uadilifu kwenye ardhi. Yule bwana akapooza hapo akaanguka, akaingia kwenye koma. Kwa sababu watu wajua ile kesi ya yule ndugu mdogo alipomdhulumu ndugu yake mkubwa ambaye yuko kaburini na wale watoto wake, wale wakaenda polisi, wakaenda kwa serikali, kila kitu kikarudi kwa hii familia. Mashamba, nyumba, magari, malori, kila kitu kikarudi kwa ile familia yake sasa. Na yule bwana baada ya muda mchache akaaga dunia. Yule ndugu mdogo ambaye alisaidiwa na ndugu yake. Sisi tunapata funzo kwenye kisa hiki ambacho kimetokea kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwadilifu. Mwenyezi Mungu siku zote hasimami na mtu dhalim, ama na mtu aliyedhulumu, ama na dhulma. Imam Ibn Taymiyyah ana maneno muhimu, anasema, inna Allaha yansuru dawlata al-adila wa in kanat kafira.
Mwenyezi Mungu anainusuru dola inayofanya uadilifu hata kama ile dola si ya Kiislamu. Wala yansuru dawlata al-dhalima wa in kanat mu'mina, hainusuru ile daula ambayo kwamba inafanya fasad hata kama ni ya Waislamu. Mwenyezi Mungu anasema hadithi qudsi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, mimi nimeharamisha dhulma nafsi yangu na nimefanya dhulma ni haramu kwenu nyinyi, msidhulumiane. Huyu ni ndugu alimdhulumu ndugu yake mkubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akapitisha ufalme wake na uadilifu wake duniani kabla ya siku ya Kiyama. Kisa cha picha mwisho cha leo ni bwana mmoja anaitwa Hamza al-Basiyuni. Huyu bwana maarufu Misri. Pia kisa chake kinaogopesha. Hamza al-Basiyuni alikuwa ndiye inchaji wa jela, magereza kule Misri wakati wa Sheikh Abdul Hamid Kishk. Kisa maarufu Misri kwa Misri kuhusu huyu bwana Hamza al-Basiyuni na aliyofanya. Mimi nasimulia tuone ukubwa wa Mwenyezi Mungu. Akawa anawatesa wale wanavyoni walikuwa wamefungwa na watu, sijui sema ni bahati nzuri ama bahati mbaya. Pia akawa anamtesa Sheikh Abdul Hamid Kishk. Abdul Hamid Kishk mtu maarufu kwa watu wa zamani. Zamani ilikuwa kuna kaseti za Abdul Hamid Kishk, alafu kaseti sasa hakuna tena. Alipokuwa anamtesa Sheikh Abdul Hamid Kishk, mmoja katika watu waliokuwa na yeye pale gerezani akamwambia Sheikh Abdul Hamid, kwa nini humwombe Mwenyezi Mungu akadili na huyu bwana? Mara 3 akarudi. Watu wanasema Sheikh Abdul Hamid aliinua mikono akazungumza maneno hajulikani alizungumza nini, kulalamika kwa Mwenyezi Mungu anavyofanya Hamza al-Basiyuni. Baada ya muda mchache yule bwana akachukua livu akaenda kwao mashambani, Sheikh bwana Hamza al-Basiyuni. Njiani alipokuwa anarudi Eid al-Adha kuhudhuria sherehe ya serikali ya Eid al-Adha, na anaendesha gari lake akaona trailer linakuja. Akawa anajaribu anavyoweza kuhepa lile trailer, lakini haikuwezekana. Gari lake na trailer ikashikana, ikagongana ana kwa ana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaamrisha chuma. Ilikuwa ile trailer ilikuwa libeba vyuma vya kujengea, vyuma vinawekwa kwenye simiti ya mapillars. Mwenyezi Mungu akaamrisha chuma kimoja kikamwingia yule bwana kwenye mdomo, kikatoka hapa kwenye shingo. Kikaingia chuma hapa yenyewe kikapeta kikaingia hapa kwenye shingo. Yule bwana akafariki hapo hapo. Ikawa sasa ambulance zikaja kumchukua, kila watu wakijaribu kukitoa kile chuma kinakataa. Akachukuliwa yule bwana akapelekwa workshop. Kwa chuma kinakatwa kidogo kidogo ndio kiweze kutoka. Kinakatwa kidogo kidogo kile chuma mpaka kikatoka chote. Bwana kenda akaoshwa, akavalishwa sanda, akawekwa kwenye janaza, kupelekwa msikitini kwa salatul janaza. Janaza ilikataa kuingia msikitini. Watu wanajaribu, janaza imesimama pale msikitini. Janaza imekataa kuingia msikitini. Kabidi sasa apelekwe makaburini hivyo hivyo. Kapelekwa makaburini, akaswaliwa makaburini, akazikwa haraka haraka. Wanaogopa nini inaweza ikatokea baadaye. Hawajui nini itatokea. Akazikwa haraka haraka. Sababu kila mtu alikuwa anaogopa. Angalia kisa chake alivyofanya, alipokuwa akiwatesa wanavyoni kule jela na mfano wake. Wanavyoni wasema dimaul ulamai masmuma, damu za wanavyoni zina sumu, ni red line. Mtu asikross damu ya wanavyoni, asiwakosee heshima wanavyoni. Masmuma, ina sumu. Kama Hamza al-Basiyuni alivyoteswa duniani, hata Mwenyezi Mungu mwenyewe amekataa asiingie nyumba yake alivyosema. Jambo la kusikitisha zaidi, Hamza al-Basiyuni alipokuwa na watesa hawa mashaikh, alisema neno la kuogopesha. Akasema hata Mwenyezi Mungu akishuka nitamfunga seli.
alisema hivyo Hamza al-Basri. Nyinyi mnasema hivi, mnaniogopesha hati kuna dua unaomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akishuka nitamfunga sasa. Mwenyezi Mungu anamuonyesha sasa. Chuma kinaamrishwa, kinakatwa kidogo kidogo kwenye shingo yake mpaka kikatoka, na Mwenyezi Mungu alikataa ingie nyumba yake aswaliwe. Akaswaliwa makaburini. Na wale waliohudhuria jeneza yake walioshuka kaburini kumweka Hamza al-Basri wanasema baada ya muda mchache tu ile kaburi ilikuwa ishaanza kuwa moto. Kaburi wanahisi ishaanza kuwa moto. Walikuwa wanangoja tu watu watoke makaburini. Munkar na Nakir wafanya kazi yao ila qiyamis saa. Sababu ali cross red line ile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakubali makosa ya dhulma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki wanavyoni wakosewe heshima. Leo kwa sababu ya mitandao hii watu wanawatukana wanavyoni. Unaona jambo la kawaida kumtukana mwanachuoni, kumzulia uongo mwanachuoni na mfano wake. Kwa sababu tumeanza 10 la mwisho la Ramadhani, ndio fursa sasa kutafuta Lailatul Qadr. Mtume anasema faltamisuha fil ashr al-awakhir. Anzeni kutafuta Lailatul Qadr siku 10 za mwisho hii. Kuanzia sasa mpaka mwezi wa Ramadhani umalizike. Na pengine kesho tutazungumza zaidi kuhusu Lailatul Qadr. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.